kurudishia taasisi uhai na kurudishia jamii uhai, ni lazima wafahamu kwamba kuna njia nyingi ambazo zinaweza kutumika, lakini huwa inafikia kwamba mwanadamu hawezi kurudishia umma wala taifa wala taasisi wala jamii uhai isipokuwa ni kwa kutumia maamuzi ambayo yatagharimu uhai wake, au yatagharimu mali yake, au yatagharimu muda wake, au yatagharimu wapendwa wake. Basi mwanadamu kama huyu afahamu kwamba inapofikia hali kama hiyo ni lazima aweze kupiga hatua ya kuchukua maamuzi kama hayo, na wala asijali lolote ambalo linaweza kumfika, kwani huo ndio ujumbe ambao Saidina Hussein alayhi salatu wasalamu aliweza kufikisha, kwamba alikuwa na kundi ndogo, alikuwa na watu wachache, lakini alisimama mbele ya jabari yule, na akasimama mbele ya mbadhirifu yule, na akasimama mbele ya fisadi kama yule Yazid bin Muawiya, na Imam Hussein alayhi salatu wasalam akajitoa muhanga kwa kutumia maamuzi ambayo yalikuwa ni mazito kabisa, maamuzi ambayo yanataka ujasiri, na akatangaza kwamba mtu mfano wangu mimi Hussein siwezi kukubali matendo unayofanya wewe Yazidi. Kwa hiyo kila mmoja katika maisha yake ni lazima aweze kupokea ujumbe huu kwamba asiweze kukubali matendo ambayo yanakuwa dhidi ya umma, asikubali matendo ambayo yanakuwa dhidi ya taifa, asikubali matendo ambayo yanakuwa dhidi ya jamii, asikubali matendo ambayo yanakuwa ni kuweza kuondosha harakati za umma na kuweza kuua umma na kuweza kuondoa ule uhai na uzima ambao unahitajika katika umma, kwani maendeleo ambayo yanahitajika katika umma yanahitaji watu wa kuweza kujitoa muhanga katika kila sekta ya umma, ili kuhakikisha kwamba umma unaendelea, taifa linaendelea na jamii inaendelea katika nyanja zake zote ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kuwa ndio uwe system ya maisha ya mwanadamu ili kuweza kufikia akhera. Kama tulivyoangalia kwamba Uislamu ni dini ya maisha, Uislamu inapokuwa unazungumzia masuala ya ibada, vile vile unazungumzia masuala ya mtu binafsi katika maisha yake ya duniani. Uislamu unapozungumzia uchumi, unazungumzia maisha ya kijamii. Uislamu unapozungumzia elimu, unazungumzia masuala ya afya. Uislamu unazungumzia kila kitu ambacho anahitaji mwanadamu katika maisha yake, na hilo ndio lengo la mwanadamu kuwepo katika maisha haya, ili aweze kuishi maisha haya na baadaye aweze kuishi maisha ya akhera na kupata ridhaa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama tulivyoangalia kwamba wapo watu ambao kazi yao ni kuweza kuharibu system ya maisha ya wanadamu. Kwa hiyo ni lazima sisi tuweze kujiunganisha na kuwa kitu kimoja na kuunga nguvu zetu kwa pamoja na kutumia maamuzi yaliyokuwa mazito katika kupambana na watu kama hawa, ili kuweza kurudishia umma wetu, taifa letu, jamii yetu na familia zetu na watu uhai na uzima ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauridhia, na kwao atatulipa akhera, rehma na amani na maisha yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo huu ndio ujumbe wa Saidina Hussein katika siku hizi za Ashura, kwamba anataka au anatutaka sisi kama wanadamu tunaoishi katika maisha haya tuwe tunachukua maamuzi yaliyokuwa mazito bila kujali hali ambazo zinatuzunguka au madhara ambayo tutapata au gharama ambayo itatupata sisi katika maisha yetu. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku hizi ziwe ni baraka kwetu katika kuchukua maamuzi yaliyokuwa mazito, na hasa ukiangalia kwamba jamii zetu zimezungukwa na maradhi yale ambayo yalimfanya Saidina Hussein alayhi salatu wasalamu aweze kutoka na kuchukua maamuzi yaliyokuwa mazito. Ila huna aktafi aqul wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bil ma'ara qasdi lil mukhayyam atfal wa sighara ardu salli Zainab بسرج المخضب من دم الشهادة من نبع الطهارة. شلون اوصل الخبر لأم الأحزان ظليت احمحم واقترب صوب الصوان. شلون اوصل الخبر لأم الأحزان ظليت احمحم واقترب صوب الصوان. أبحث عن عبارة